Imani inafaa sana. Asante sana msimu. Imani ni jambo la muhimu sana. Bila imani huwezi kumpendeza Mungu. Niongeze neno moja tu. Faida ya imani. Faida ya nini? Ya imani. Imani ina mambo mawili katika Ukristo wetu, inaleta faida. Jambo la kwanza, imani ni mkono unaotoa mambo katika ulimwengu wa roho na kuleta katika ulimwengu wa mwili. Imani, ukiamini Mungu atafanya. Amen, amen. Ukiamini Mungu atafanya. Kwa mfano, ukisema hivi, mimi wewe ugonjwa, mimi sitakufa, na hautakufa. Ukiamini kusema mimi ugonjwa sitakufa na hutakufa. Ukiamini kwamba mimi maisha yangu ninaamini kwamba nilimwamini Yesu Kristo, sitarudia kwenye uzinzi, hutarudia. Yaani imani inaleta mambo yenye kuwa mbinguni na kulileta kwako. Kwa mfano, unaweza kuahidiwa jambo na Mungu kwamba nitakufanyia hivi. Ukiamini lile jambo utalipata, lakini usipoamini huwezi. Ndio maana Yesu alikuwa anaambia watu, kwa imani yako umefanya nini? Umepona. Si kwa yeye, anakuambia kwa imani yako. Imani inatujenga katika kuwa imara, kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Imani ni ngao. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 6 na mstari wa 17, anasema imani ni ngao inayozima mishale ya moto ya ule mwovu. Siku moja mimi nilizungumza hapa kanisani, watu wakanielewa vibaya. Niambia hivi na nirudi kusema tena, mimi sitokufa kwa imani, kwa uchawi hata siku moja. Uchawi hautaniua maisha yangu yote, na sitokufa kwa ajali ya barabarani hata siku moja. So hili naiamini kutoka moyoni mwangu, na siwezi kufa na sumu. Yule binti alielekea sumu ya dakika 5 kwa sababu nilikuwa na imani, nisema mimi siwezi kufa na sumu, haikunizuru. Lakini nataka nikwambie hivi, bila imani utashindwa. Ndio maana watu wengi wanasema hili jambo mimi siliwezi. Ukisema hauwezi na hutaweza. Ukisema huu ugonjwa hautaniua, utakufa nao, kwa sababu huna imani wewe. Msiba, Mungu akubariki sana. Leo umefundisha neno lenye nguvu. Bila imani huwezi kumpendeza Mungu. Watu wengi kanisani hawaendi kwa sababu hawana imani. Imani yao ni dhaifu ya kuchanganya. Leo wanasema ndio, kesho wanasema hapana, sasa ndio unaenda wapi? Imani inaumba. Imani inaumba. Ukisema sitokufa na magonjwa hutakufa. Na maana naambia wengine ugonjwa, ukiambia wewe ugonjwa uko ndani ya mwili, ondoka. Huwezi kunifanya chochote, na ugonjwa unakusiri na unaondoka. Lakini ukikiri ukisema huu ugonjwa utaniua, utakufa. Wengine nasema sisi katika ukoo wetu huwa tufike miaka 50. Ikifika miaka 50 unakufa. Ukiwa na imani hiyo, ikifika miaka 50 utakufa. Yaani tuwe na imani ya kuamini kwamba lile Bwana aliyolisema liko faida kwetu na litatushindia, tutashinda. Amen. Amen. Bila imani huwezi kufanya jambo lolote. Leo watu wengi makanisani ni maskini. Anasema si wengine ni maskini, tulikuja kusindikiza wengine, ndio tusindikize tafadhali. Utusaidie, sisi tunabarikiwa. So wewe unasema ni kile kutusindikiza, tusindikize. Bwana wa Mungu, tuwe na imani ya kumwamini Kristo kuwa alipokuwa pale msalabani. Jambo la kwanza, alichukua dhambi zetu. Jambo la pili, alichukua umaskini wetu. Jambo la tatu, alichukua mabaya yote yenye tulikuwa tunavaa sisi
wewe na mimi, akaiweka kwenye msalaba, akatweka sisi kuwa. Ukijua hivyo, utaenda pamoja na Mungu siku zote za maisha. Hebu tubadilike. Kama wewe umeokoka, kubali kuokoka, toka kwenye dhambi, toka kwenye dhambi. Imani gani ulionayo? Uko kanisani lakini una imani ya kishetani, mambo ya duniani ndio unabebana nayo. Utapona lini? Mimi si mhubiri, nimeongeza. Mungu awabariki sana.